Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752732515. Baba Sam the King. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa, na hii simulizi si nyingine, inaitwa Dada wa Kazi na Bosi sehemu ya 22. Kwenye upande wa YouTube channel tunaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, lakini kwenye upande wa TikTok tunaitwa Baba Sam the King channel. Kwenye upande wa YouTube channel tunachokuomba subscribe, lakini kwenye upande wa TikTok tunachokuomba follow. Lakini kwenye mitandao yote hii tunachokuomba like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Sasa tujikumbushe sehemu ambapo tumeishia, sehemu ya 21. Sehemu tulipoishia tulimuona Zatiti akiwa ameenda jikoni na kuanza kuandaa chakula pale kwa mzee Fares, ambapo mzee Bareke baada ya kutoka huko kwenye vijiwe vya kahawa na tangawizi akakuta huyu binti wa kuitwa Zatiti yuko anapika jikoni. Hapo ndipo ambapo alipoanza kushangaa, kwa sababu ni kitu ambacho hakukitegemea kabisa. Kitu ambacho hakukitegemea kabisa, kwa sababu yeye ndiye aliyeapa kwamba hatofanya shughuli ya aina yeyote humo ndani mpaka siku Nunu apatikane. Sasa je, ni kitu gani ambacho kimemkuta? Watakuwa wamemhonga fedha au ni nini ambacho kimetokea? Lakini akiwa bado anaendelea kushangaa na kuanza kujiuliza, kuwaza kimoyomoyo, tukaona Tobias Mavugwe akawa amekuja na kufika pale. Alivyotazama akamkuta bidada Zatiti mwenyewe, mtoto mrembo, yupo zake jikoni anaendelea kuandaa anavyoviandaa. Tobias Mavugwe si akapatwa na hasira, anaona kama vile anasalitiwa, kaenda kumtoa jikoni na makofi ya ukweli, kamziba makofi, halafu baadaye akatoka kule jikoni na kukimbilia chumbani kwake. Sasa ni kukaribishe sehemu ya 22 ili tuendelee kuidadavua hii simulizi tuweze kujua ni kitu gani ambacho kiliendelea. Baada ya kumpatia mama Suzi mwenyewe anapewa chakula ambacho hata hakijaiva vizuri. Kwa kweli jambo hilo lilivyokuja kulitazama Zatiti, yani alijikuta tu analia. Yani anaona ni kama katoto kake ndo kanaendelea kuteseka. Yani ilimuuma, lakini atafanyaje? Akienda tu kinyume, babake mdogo hawasomani, lazima aende namna jinsi mambo yanavyotakiwa kuwa. Akienda tofauti anahisi kabisa kama anasalitiwa. Kwa hiyo inabidi aende namna jinsi ambavyo walivyoahidiana. Kwa kweli kile chakula Zatiti kilimshinda kula, kutokana na mawazo na huruma nzito ambayo ipo kwenye moyo wake. Alianza kuwaza, yani ni bora kama
wangeteseka hao wazee, lakini sio mtoto. Alianza kuwaza kimoyomoyo, lakini alijikuta hata hayo mawazo anayojaribu kuyawaza yamekuwa ni mazito sana, kiasi kwamba alianza kulia na akanawa chakula kakiacha. Tobias Mavugwe alianza kumlazimisha Zatiti ale. Hakutaka kabisa kiache hicho chakula. Akamwambia kwamba ameshiba. Akasema hapana, ninajua haujashiba. Ni hiyo huruma ambayo naendelea kumhurumia huyo mtoto. Ninaomba utoke nje, uende ukalie kule nje, hicho chakula kiishe. Sasa amemwambia atoke nje. Kweli Zatiti alitoka nje na hicho chakula. Alienda mpaka kule nyuma ya nyumba za jirani kule kwenye uchochoro fulani hivi. Akakaa huko, lakini hakuwa na kula, bali alikuwa kifikiria afanyeje. Baada ya kutazama pembeni, alikaona kuna katoto fulani hivi kenye miaka 3 kalikuwa kamekuja kumwaga takataka. Kanamwaga maganda ya machungwa pamoja na maganda ya parachichi. Inaonekana ni kama mama yake au mlezi wake wa hako katoto humo kwenye hiyo nyumba jirani. Inaonekana ni kama alikuwa ametengeneza juisi fulani hivi za matunda. Kwa hiyo amekuja kumwaga hivyo vitu maganda na vitu vingine, mbegu hivyo. Sasa wakati amemaliza kumwaga huyo mtoto, yani hako katoto ka miaka 3, Zatiti akaanza kukaita kwa ishara. Kakajua kwamba kanaitwa, kalikuja moja kwa moja mpaka pale. Zatiti akachukua maji ya kwenye chupa kubwa ambayo alikuwa ametembea nayo pamoja na chakula, akakanawisha, alafu akakapatia chakula kaweze kula. Hako katoto kalifukia kweli. Sijui kalikuwa na hamu ya chipsi, sijui litokea nini hapo, hakuna mtu aliyejua. Kalifukia kweli kweli, kutokana na kwamba chipsi yenyewe iliyokuwa imebaki ni kidogo. Yani kalikula mpaka kakamuomba na maji, akakapatia, kakanywa, akakanawisha. Nyama zote zilizokuwepo pale kakapiga, yani kakala, kakamaliza. Baada ya kukanawisha, kakanaanika, kaondoka. Sasa alirudi moja kwa moja, kaingia ndani kwa mzee Fares, kachukua maji na kuosha zile sahani zote, akarudisha kwenye vibanda vya chipsi huko. Hapo sasa Tobias Mavugwe amani ilikuja kwamba kumbe huyo binti akitoka tu ndani ya nyumba hiyo akaenda kule pembeni, chakula anakula. Alijipa moyo hivyo. Kumbe hakujua kama hicho chakula kimegawiwa kwa mtoto. Zatiti ameshindwa kabisa kula, yani ameshindwa. Alirudi moja kwa moja kakaa. Zatiti alikaa akiwa ni mnyonge kweli kweli. Mnyonge kweli, yani bado huruma inaendelea kumnyonga. Yani anawaza kama endapo ni mtoto wake, alafu ndo anaanza kuteseka kiasi hicho, nini kitakachotokea? Muda mwingine mpaka anaanza kuwaza aogope kuolewa. Muda mwingine anawaza akiogopa kuolewa, je, kwani mwili si anakula chakula, si kinaenda mwilini? Je, si kinatengenezwa? Hisia za kimwili si zinakuja?
siku akija kushiriki na mwanaume, hata kama alikuwa hajaolewa, si mwisho wa siku atabeba ujauzito? Sasa si ni bora kaolewa akaenda kushiriki na mwanaume ambaye tayari anaenda kumpatia mtoto kuliko ache kuolewa? Yani kulikuwa na roho za aina mbili zinapingana. Akiwaza hiki, roho nyingine namrudisha hivi, akiwaza hiki, roho nyingine namrudisha hivi, na hayo yote yanatokea kwa ajili ya huruma ya yule mtoto. Yani namna jinsi anavyomuona, anavyoendelea kusukumizwa pale, roho ilimuuma sana. Na akikaa na kutazama wale wazee namna jinsi wanavyopata taabu, kwa kweli alipatwa na huruma kali sana. Yani ilimnyonga kweli huruma, yani kiasi kwamba hakujitambua kama ndiyo Zatiti yule ambaye aliyekuwa ameweka msimamo. Baada ya kumaliza chakula, walitoka hapo moja kwa moja wakaondoka. Na Zatiti mwenyewe, ingawa yani yupo kama anayeumwa homa, yani ni hivi anatembea akiwa yani ni mtu, yani ni kama vile yani anapumua kwa kasi, yani hayuko sawa yani in short, yani huruma inamvuruga kweli. Yani kiwaza ya nyuma yaliyotokea, na akawawaza hao wazee wanavyoteseka, akawaza na mtoto Suzi. Yani akili inavurugika kabisa, na kuwa kama mtu mwenye malaria, lakini anajiforce tu kutembea, lakini hayuko sawa. Lakini Tobias Mavugwe alijua kabisa kwamba huyo binti hayuko sawa, lakini alimtembeza kijeshi hivyo hivyo. Wakaenda moja kwa moja mpaka kwenye banda fulani hivi la video, wakaanza kutazama sasa video nyingi za kuchekesha na vitu kama hivi. Na kwa nini aliamua Tobias Mavugwe kuwapeleka huko? Ili aweze kurudisha akili ya Zatiti ikae sawa. Na kweli kutokana na vichekesho vingi vilivyokuwa vinachekesha pale, mwisho wa siku Zatiti alijikuta tu na sahau na kuanza kucheka sana. Katabasamu sana, kacheka mno. Lakini baada ya kuwatoa pale, kuwapeleka kwenye duka fulani hivi, wakaenda wakaganda pale, wakaanza kuzungumza na mwenye duka kuhusiana na watu, namna jinsi wanavyohitaji wadada wa kazi kuja mjini. Kwa nini hapo Mzayuni mabosi wengi sana wanawahitaji wadada wa kazi kutoka vijijini? Wakajaribu kumdodosa pale, akaanza kuwaambia, na akajaribu kumhoji kuhusiana na tangazo pengine kama lilisikia la kupotea kwa binti. Yule mwenye duka akasema ni kweli amelisikia hilo tangazo kwamba kuna binti ambaye amepotea, lakini bado hajapatikana. Hapo ndipo ambapo waliendelea kuongea kawaida tu. Zatiti alikuwa amekaa, yale mawazo yakawa yamemurejelea tena, ili huruma ikaanza kumkaba tena, ingawa haikumkaba sana kama kipindi cha mwanzo na kujiona kabisa yani ni kama sija nawaza kama kufa sija nawaza nini, yani hajielewi kimsingi. Lakini penyewe ilimkaba tu taratibu, yani akawa na mawazo tu, muda mwingine anajaribu kupotezea, muda mwingine anawaza, yani kuna wakati tu anaamua kutengeneza furaha ambayo kimsingi hiyo furaha sio furaha, yani ni ya kuforce, yani ana majonzi moyoni, sema anajaribu kujikaza. Hicho ndo ambacho kilichotokea. Kweli waliendelea kukaa hapo. Hatimaye kijana huyu Tobias Mavugwe akampigia binti mmoja baada ya kufika jioni. Ndo inataka kupinduka sasa, ije siku ya 7. Na huyu mzee bado hajampata kabisa huyo binti, wala hajapata chanzo cha kumpata siku nunu, ni sehemu gani anaweza kumpata. Akampigia simu binti mmoja, kutokana na kwamba alikuwa anajuana na mabinti wengi ambao wamesoma naye, nao
Kwa hiyo baada ya kumpigia huyo binti kumhitaji aje katika mtaa fulani kwenye duka ambalo wanauza simu, wanauza vifaa vya umeme, akawa amemwelekeza, akawa amekuja, amefika pale, akakuta ana binti mwingine. Yule binti akaanza kumuuliza kama endapo huyu kijana Tobias Mavugwe huyu atakuwa ni mchumba wake. Akamwambia hapana, huyu ni mtoto wangu, ni mtoto wa kakaangu. Kwa hiyo amemuita ili aweze kumkabidhi Zatiti aondoke naye. Baada ya kukabidhiwa, basi alimwambia Zatiti waweze kuondoka, na Tobias Mavugwe akamchukua Mzee Bareke na kuondoka naye kule alipokuwa naishi sasa kwa yule kijana ambaye alisoma naye. Pale kwa Mzee Fares pamebaki empty. Kati ya watu hawa watatu hakuna hata mmoja aliyobaki pale. Kwa nini Zatiti ameamua Tobias Mavugwe kumtoa pale? Ameona kabisa na Zatiti anateseka kweli kihisia yani. Baada ya kuona mateso ambayo wanayapitia Mzee Fares na mke wake pamoja na katoto kao, sasa naona hivi vitamtesa sana. Ndio maana ameamua kwenda kumpatia binti mwingine ili aondoke naye, yani aondoke na Zatiti. Mpenzi msikilizaji wa Simulizi za Sauti, sehemu ya 22 ya simulizi hii inayoitwa Dada wa Kazi na Bosi imeishia hapa. Kwenye upande wa YouTube channel tunaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, lakini kwenye upande wa TikTok tunaitwa Baba Sam the King channel. Kwenye upande wa YouTube channel tunachokuomba sana subscribe, lakini kwenye upande wa TikTok tunachokuomba sana follow. Lakini pia kwenye mitandao yote hii tunachokuomba like kama endapo umependezwa na simulizi hii inayoendelea, lakini share ili na wengine waweze kujifunza juu ya mkasa huu, lakini comment ili tuweze kupata mchango wa maoni yako. Vipi? Unamuona wapi Zatiti? Unamuona wapi Sikununu na Tobias Mavugwe? Je, ungekuwa wewe ni Tobias ungefanya kama hiki anachokifanya? Au wewe mtoto wa kike ungekuwa ni Zatiti ungefanya nini? Au wewe mtoto wa kike ungekuwa ni Sikununu ungefanya nini? Ili tuweze kupata mchango wa maoni yako. Tumemuona Tobias Mavugwe akiwa amemwambia Zatiti atoke nje na hicho chakula kwa sababu akiendelea kukaa ndani hawezi kula. Ametoka nje na kuzunguka nyuma ya nyumba kule. Akaenda mpaka nyumba jirani kule, akakuta kuna katoto ka miaka 3 kanamwaga uchafu. Baadaye alikaita na kukanawisha. Kakachapa kweli hicho chakula, kalikichapa kweli. Lakini huku Tobias Mavugwe akijua kwamba yule binti ndo amekula hicho chakula Zatiti. Kumbe Zatiti alishindwa, hakuweza kula. Ametafuta namna ya kuweza kufanya ili kiishe, ajue kwamba amekula, lakini kumbe hakula. Je, unahisi ni kitu gani ambacho kitakachotokea? Huyu binti aliyeitwa kuja kumchukua Zatiti ataenda kukaa naye vizuri? Na vipi? Ndo iko inapinduka kuelekea siku ya 7 sasa, tangu ampatie hiyo wiki nzima ya kumtafuta Sikununu. Unahisi hiyo siku atafanya jitihada amtafute mpaka ampate? Yote kwa yote, endelea kuwa kama kizibo, funika kabisa kwenye chupa, usiache chupa. Kama ni pete
basi wewe kuwa kama chanda, pete ikuvae vizuri. Hakikisha usiachane na simulizi hii mpaka mwisho uweze kujua huu mkasa ilikuwaje. Mimi ni Hasdi 02 Baba Sam the King, ni kuage niseme kwa heri mpaka sehemu ijayo. Alamsiki. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515. Baba Sam the King.